Asante sana Gavana Barasa. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto, ndugu yangu Spika Wetangula, viongozi wa bunge wote ambao wako hapa na viongozi ambao wameteuliwa na pia wachungaji ambao wametuongoza kwa siku ya leo kwa ibada ya leo, hamjambo. Mirembe, mirembe mno, mirembe jumuhiga musha, mirembe jiribugana, mirembe ja president. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kabla sijasema lolote, ningependa tu kuchukua dakika moja hivi kusema kwamba tungekuwa na ndugu yetu Ababu, lakini yuko kule Amerikani. Kwa hivyo natoa apology kwa niaba yake. Pia ni vizuri nitambue hapa tuko na Bwana Raymond Omolo, PS kwa ofisi yako. Tuko na Shivairu ambaye ni Vice Chancellor wa chuo chetu hapa. Na ningependa kuchukua fursa hii pia kuwajulisha viongozi na Wanakenya kwamba pia tunafurahia kwa sababu labda hawako hapa, lakini yule mkubwa wa ushuru katika taifa la Kenya ni Humphrey wa Tanga, kijana wa Magharibi, KRA. Kwa hivyo Rais amempatia jukumu kubwa sana, kwa sababu kufufua uchumi ni lazima pia tukusanye ushuru, na yule ambaye anashikilia mambo ya ushuru katika taifa nzima ni kijana wa Magharibi. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba Rais ana imani sana kwamba watu wa Magharibi wanaweza linda mali ya taifa letu. Ni vizuri tutambue Rais amemteua Renson Engonga kama mkuu wa mashtaka katika Kenya nzima. Hiyo ni kumaanisha tena kwamba Rais wa Jamhuri ya Kenya anasema kwamba anaweka watu wa mkoa huu katika mstari wa mbele kupigana na ufisadi. Ameteua Wabuyabo kama mkuu wa nuclear energy katika Kenya. Amemteua Mama Mukalama kutoka Funyula kama mkurugenzi mkuu wa REREC. Rais amemteua Fred Matuanga kama balozi Italy. Rais amemteua Andambi Andanji kama balozi Tokyo. Rais amemteua Joyce Maisi kama balozi Angola. Rais amemteua Kanela Madi kama balozi DRC. Rais ameteua David Mugonyi kama mkuu wa Communications Authority. Niendelee ama niwache? Nitawaachia hapo. Sitaki kuenda sana kwa sababu nilikuwa tu nataka nitaje haya ili katika hali zetu za kufikiria tuyaweke manani. Mheshimiwa Rais, ningependa nieleze ndugu zangu na dada zangu kwamba singewahi kuwa na wewe kwa ziara hii kwa zile siku 3 ambazo ulikuwa umekuwa katika sehemu hii, lakini na shukuru Mwenyezi Mungu nimeungana na wewe siku ya mwisho katika kilele cha hafla ya maombi. Ndugu na dada, nilikuwa kwa safari kwa niaba ya Rais. Rais hivi majuzi alinituma Uchina
kwenda kuongea kwa niaba yake na waziri wa mambo ya nchi za kigeni wa Uchina. Niliporudi na yeye alikuwa anaenda Italy, lakini akanituma Bondo kwa niaba yake. Tukawa kule na Lusaka kwa sherehe kubwa ya kanisa, na nikaambia watu wa Bondo kwamba waiangalie serikali ya Mheshimiwa William Ruto vizuri, kwa sababu ya Mungu ni mengi. Na ni vizuri pia sisi tuangalie serikali ya William Ruto vizuri, kwa sababu ya Mungu ni mengi. Sitaki kusema kuzidi pale. Mheshimiwa Rais, jana tena nimekuja kutoka Amerikani, pahali ulinituma, nikakutana na Secretary of State wa Amerikani. Niliposhuka nikasema asubuhi mapema niingie kwa ndege nije tuungane na wewe. Na mimi nataka Wakenya mfahamu kwamba sio rahisi kiongozi kutoka Kenya ama pahali pengine kupewa heshima kama hiyo. Ni kwa sababu ya Rais William Ruto. Amechukua hatua kubwa ya kidiplomasia katika ulimwengu na amerudisha heshima ya Kenya katika mataifa makubwa makubwa kama China, United States. Na leo jioni amenituma niende mbele kwa sababu ana ziara kwa taifa la Japan. Mimi nikiondoka leo usiku, yeye atakuja baadaye. Atapokea mgeni wake hapa kwanza. Haya yote ni kuonyesha kwamba ikiwa tunataka tupigane na mambo ya umaskini, ni lazima Mheshimiwa Rais atoe majeshi yake yote, majeshi ya nchi kavu, majeshi ya baharini na majeshi mengine ya angani. Kwa wakati huu mimi nafanya kazi kwa niaba yake akinituma, na lengo lake ni diplomasia ya kubadilisha uchumi wa Kenya, kwa sababu hapa kuna mambo magumu, lakini lazima pia atafute mbinu. Yeye ametuongoza kama taifa, na tumekuwa taifa la kwanza sio tu kwa East Africa, lakini kwa Afrika nzima kudumisha na kuweka economic partnership agreement na nchi 27 za European Union, ili mazao yetu yapate soko kule ng'ambo, because we need to export to generate jobs. Hata Mumias tunataka they produce not just for the local market. We want to know at some stage that Mumias will be able to export, Mumias and Nzoia, to export their sugar to the European Union so that the farmers here can earn even more. This is the agenda of the president. Anataka kutengeneza strategic partnership agreement na Amerikani. Anataka kutengeneza comprehensive agreements na Uchina, comprehensive agreements na nchi za Gulf, ili biashara zetu wakati production inaanza kuwa, we must have markets and sources beyond our boundaries. Kwa hivyo, ndugu na dada, it is a very serious affair, and we should accord the President of the Republic of Kenya all the support so that he can deliver for the people of Kenya. Nikija tu nyumbani kidogo, there are people who want to always criticize the president. Oh, he has commented on the judiciary, he has commented on this. But
But I also want to say, before you remove the log in somebody else's eye, what about yours? Nokiri kuturiza amajira momoni yonde wakuturiza gabe momoni yoyo. Nasema hivyo kwa sababu Judicial Service Commission is also independent, and Judicial Service Commission has the right to recruit anybody who qualifies to be a judge of this republic. So it is wrong for the Azimio leadership to start determining who should the Judicial Service Commission recruit. You cannot tell us that a son of the soil in this area, if they are interested, kama ni Chebukati ama nani, if he puts his bid for the position of a judge, that is the responsibility of the Judicial Service Commission, not the responsibility of politicians to try and direct the Judicial Service Commission. These kind of contradictions are not acceptable. Kwa hivyo, tusimame imara so that we can move forward and be able to move the country in the right direction. Mheshimiwa Rais, I want to commend the leadership of Western. They have spoken here. They have done a good job. They are coming together. We are breaking away from the hangover of being divided. It is a tremendous step in the right direction, and we should all embrace it so that we can be united as one people and as one nation. Finally, mimi ndio nilikuwa nikisema nasa hao. Tukaeneza hiyo maneno ikakwisha namna hiyo. Lakini sasa wacha tuje hapa tunasane. Tushikane. Tushikane bega kwa bega sisi wote, tufanye kazi na tumsaidie Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hata nachukua fursa hii pia kutambua kwamba wanenaji kama Twoli wamekuwa very forthright ya kuona kwamba serikali inaenda upande gani, na yeye hakusita sita, akatoa uamuzi wake na anafanya kazi na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo vandu viengo moromiburehi no moromibudamano kubehala tuungane kabisa ama mtaturusha. Haya, nadhani nimefika hapo, ili nisiseme zaidi nitaharibu siku, na siku ni ya Mheshimiwa Rais kutuongelesha. Lakini Mheshimiwa Rais, thank you for your constant and persistent messaging in this region and in Kenya as a whole and in the international arena. You are making Kenya proud. We are now beginning to walk with our heads high, and God bless you for that. And you deserve all the support and encouragement from all quarters of our nation. Ni wakati wangu sasa nimwalike ndugu yangu Mheshimiwa Spika wa Bunge Papa Roma. Karibu.